Naam, mtazamaji hujambo na habari za wakati huu. Nikukaribishe katika habari ya kutwa nzima leo ambapo utakuwa nami Lulu Ali, lakini katika upande wa michezo na burudani utakuwa naye Filipina Ndwata ambaye atakuja kukupasha zaidi. Karibu tu sote. Na tukao kwanza tuangazie huko mjini Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza ushuru mkubwa kwa mataifa mbalimbali katika kile alichokiita siku ya ukombozi, na hivyo kuzidisha hofu kutokea kwa vita vya kibiashara duniani. Washirika mbalimbali wa Marekani wameguswa na hatua hiyo. Nchi za Umoja wa Ulaya zimewekewa ushuru wa 20% kwa bidhaa zinazouzwa nchini Marekani, huku China ikiwekewa 34% na nchi ya kusini mwa Afrika Lesotho ikiwekewa kiwango cha ushuru wa 50%. Mwandishi wetu ametuandalia taarifa zaidi. Mataifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na Uingereza, Brazil, Mexico, Australia, Uswizi, Poland na mengineyo yamekosoa hatua hiyo ya Trump, huku baadhi yakisema si ishara ya urafiki na yako tayari pia kujibu mapigo. Hata hivyo, utawala wa Trump umesema hautoitoza ushuru wowote mpya Urusi kwa sababu biashara kati ya nchi hizo mbili umepungua maradufu kutokana na vikwazo vya Marekani tangu Moscow ilipoivamia Ukraine. Mapema mwaka huu Trump aliwaagiza maafisa wake kuandaa mpango wa kile kiitwacho ushuru wa malipizano kwa bidhaa zinazoingia Marekani, akitekeleza ahadi yake ya kampeni ya jicho kwa jicho kwenye masuala ya kibiashara ya ulimwengu. Hayo yanajiri wakati waziri wa mambo ya nje ya Marekani Marco Rubio anatarajiwa hii leo Alhamis kuwasili mjini Brussels nchini Ubelgiji, ambako atashiriki mkutano wa siku 2 na wanadiplomasia wakuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO. Ziara ya Rubio itafanyika wakati washirika wa Marekani kwenye muungano huo wa kijeshi wakiwa na wasiwasi mkubwa kuhusu sera za utawala wa Rais Donald Trump, hasa kutokana na ukaribu wake na Rais wa Urusi Vladimir Putin na hatua zake za ushuru. Kwa miaka 75 hadi sasa NATO imekuwa ikitegemea mwongozo na msaada wa Marekani, lakini mambo yamekuwa tofauti tangu kurejea kwa Trump madarakani, huku viongozi wa Ulaya wakihofia hatua za rais huyo wa Marekani wakati wa mkutano wa kilele wa NATO unaotarajiwa kufanyika mwezi Juni nchini Uholanzi. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10+. Naam, mtazamaji, huyo ni mwanahabari wetu Witness Ngalawa akitujuza kinachohusiana kuhusiana na huko Marekani.